Kwa kwenye social kwenye empathy tunasema ni active listening. Listen, understand, not just reply. Madam jana aliongea hiki kitu kwenye customer. Msikilize sana. We sikiliza sana kuliko kuongea sana. Listen to a person. Kwa kama amekuja ndani ana msongo wake wa mawazo, anatafuta sehemu ya kuoffload, then you have to listen. Msikilize huyo mtu. Ana changamoto ya kazi, we msikilize kwanza kuliko kuanza kujudge. Lakini pia anasema observe body language. Saa nyingine kuna mtu hawezi akaongea. Tunasema difficult persons, hawaongei au tunaita introvert. Ana shida lakini yeye afanyaje? Huwa haongei. Kama ni mkuu au ni workmate wako, unaweza ukaona viashiria vingine tu vya kawaida. Jamaa akija pale wa kutoa huduma amekunja ndita. Si ndio? It's a body language. Kukunja ndita hiki. Au unamhudumia mteja wa ndani au wa nje huko hivi. Umesema vipi shehe tena hapa mambo yanakuaje tena? Umeona? Hiyo ni body language. Lakini pia kuna gestures zile ambazo huwa kuna mtu anapata stress. Viashiria vya stress. Mfano, unaongea naye mtu hawezi kuconcentrate. Hafocus. Umesema unakuwa ukiongea naye unarudia vitu. Lakini hana matatizo ya kusikia. Maana yake yuko pale kimwili lakini akili haipo pale. Hizo ni body language. Lakini pia kuna kuchoka. Yaani mtu anaonyesha amalizi tu. Afu hii inakuwa inatuhusu sana, hata sisi tunatoa training. Unaweza kaangalia sura pale unaona kabisa hapa au walimu. Wote tunatoa darasani umeshika 1 2 3 unaangalia unaona hapa. Ngoja nitoe zoezi watu waendelee. Shika sawa. Kwa sababu yani mwili unasema kwamba hapa tu communicate hapa. Unaona? Lakini pia anasema situational awareness. Read the collective mood of the team. Kama ni kiongozi, hii inawahusu sana viongozi, lakini pia hata sisi ambao sio viongozi. We have group leaders na nini, wakuu wa department au supervisors na nini. Waonaje watu wako? Kwenye empathy mara nyingi ni kama vile unavaa viatu vya wenzako kwenye hiyo issue. Mimi ni bosi sawa, natakiwa nikawaambie kwamba allowance fulani inabidi ipumzike mpaka muda fulani kwa sababu mfuko hauna hela. Au kuna mapendekezo walikuwa wametoa kuhusu vitu fulani, maboresho yafanyike whether kwenye financial structure ama kwenye physical, labda vitu vifaa vya kazi na nini, lakini kwa sasa hivi hatuna hiyo pesa. Nifanyeje? Nisemeje? Iko ndo kitu ambacho nasema uelewe situation hii inachoenda, manake naenda kugusa hisia za watu. Nisemeje? Nifanyeje? Manake tunasema sasa kwenye empathy, vaa viatu vyao alafu uanze kuongea. Kwani wewe ni kiongozi, vaa viatu vya wale subordinates wako, watafeel vipi, and then sasa uanze kudeliver kwa perspective ya wale. Bwana, ni kweli changamoto hii tunayo, lakini tuvute subira kwa ajili ya 1 2 3, au tutaanza kwa phase 1 2 3. Lakini pia kule mbele tutaona kule how do you react, kwa maana kuna tathmini, tutafanya mtihani tukimaliza hii. Kwa hiyo tujiandae. Unaona sura za watu hapo, mtihani tena. Tutaona kule how tukiwa tunajitathmini. Lakini pia tuna relationship management, ndio ile social skills ile. Nasema a success team team sport build on web of healthy relationship. Hapo tumezungumzia tu sport, lakini tukisema timu yoyote inatengenezwa kwa healthy relationship. Healthy relationship maana yake ni nini? Ina to and fro, ina nipe nikupe.
ndio inanipe nikupe. Kwa hiyo kwenye relationship management tunaona vitu kama conflict management. Je, una handle vipi conflict at workplace? Au ndio mtu amekukosea ndo kuja kuongea naye tena mwakani? Au kama ni bosi sasa ndo unamwandikia aende kwenye ofisi ya wilaya au ya mkoa mwingine, yani hutaki kumuona kabisa, si ndio? Au lakini kama ni upo naye kwenye the same department ndio unasema mimi sitaki kupangiwa kazi na huyu, mimi sitaki kupangiwa kazi na huyu, si ndio? So how do you manage your conflict? Lakini pia kwenye relationship management tunaona how to work as a team, lakini pia and collaboration. How do you collaborate na wenzako? Kuna wale watu ambao wanakuwa wana uwezo mkubwa lakini hawapendi kufanya kazi na wengine. Tunao watu wa design hii. Hapa tunasema unaweza pia usijijue, inaweza kawa ni weakness yako wewe. Ukipewa kazi unasema bwana mimi nitaifanya, nyie tafu kwenye report nishaandika, nitakuja kuwashirikisha. Ni kitu kizuri kwa sababu wengine wanakuwa wametembelea neutral, si ndio? Nasema wametembelea neutral, hajafanya kazi, yule kafanya. Lakini je, do you think hapo enhance teamwork? Kwa kama una knowledge ni ile ya kwako wewe, au zile skills ni za kwako tu wewe, ama hapo umekuwa selfish. Pamoja na kwamba umesaidia watu lakini haujafanya teamwork, hauja collaborate na watu. Lakini pia kwenye relationship management kuna develop others. If you have skills A and B, ukishare kwenye teamwork maana yake unasaidia watu wengine na wenyewe wakue. Lakini pia tunasema kuwa open to feedback. Mtu alikuletea kitu A, B, C, D halafu haurudishi. Bwana mimi na changamoto, familia kule, shule, watoto na nini, sina pesa kidogo. Naomba bosi kama bosi au nani rafiki yangu, bwana naomba unisaidie. Si ndio? Alafu basi sawa nitakurudia. Kapotea. How do you feel? Unaona kama sasa pale nimeenda kushusha brandi. Si ndio? Jamaa kwa sasa amenisikiliza tu alafu hajanisaidia kwa kama amenichora. Si ndio? Kumbe hapana. Kumbe alipaswa kurudi na kutoa feedback. Bwana, jambo lako 1 2 3 sitaweza au ninaweza kufanikisha kwa kiasi fulani. Lakini pia tunasema hivi, remember the little things. Kwa mfano kusema please kwenye kuongea na mtu. Please, una samahani bwana, una kitu fulani. Lakini pia gestures ndogo ndogo kama vile thank you. Mtu anasema asante. Lakini pia gesture nyingine kama I'm sorry. Hivi vitu vinasaidia sana kwenye kutengeneza healthy relationship. Bwana samahani sana, nimewakwaza kwa jana, kulikuwa kuna 1 2 3. Samahani nimechelewa leo kazini, watu wa department moja hapo ndo nasema. Nimechelewa kazini bwana, mtoto wangu alikuwa anaugua kwa hiyo nilifanya 1 2 3. Kazi mmepewa wote haujatokea. Ukifanya hivyo manake tayari umeshamtengenezea mtu a positive vibe kwamba okay bwana jamaa ameshindwa kuja kwa sababu ya 1 2 3. Lakini mtu mbona lile faili limefanya bwana samahani ni kweli nimenichelewesha kwa sababu ya 1 2 3. Ukishatanguliza neno samahani tayari unampunguza mtu, unamfanya akam. Bwana samahani kuna 1 2 3. Bwana nisamee kuna 1 2 3. Ni maneno madogo sana lakini yana nguvu kubwa sana when it comes to kuhisia za mtu. Sasa basi kwa mfano tumepata changamoto za kihisia. Je, ndio mteja amekuja au wa ndani, aidha wa ndani au wa nje? Je, tufanyeje? Ya kwanza nasema hivi, try not to react immediately.
hizi ni njia, lakini sio kwamba eti tunaanza ya kwanza na ya pili. Ina depends na situation ambayo unayo, si ndio boss? Amekuja mteja wa moto sana, amezungushwa, hatukumjibu kwamba faili halionekani, ila tulimwambia faili lipo kwenye mchakato. Haya, ndo anakwambia wewe, nimekuja muda wote hapa na kuona unaranda. Ndo huyo mteja huyo, si ndio? Sasa anasema wewe unasemaje sasa hapo, nifanye nini mimi? Nasema try not to react immediately, take a beat, breathe deeply, take a walk. Boss, kwa yule jamaa anasema wewe hebu endelea kwanza kuranda kwanza, si ndio? Maana yake ndio tunaambiwa hivyo, endelea kuranda kwanza, kwa sababu wakati unaranda pale calmness itakuja. Calmness ikija, utakuja kumjibu vizuri. Ndio hapo tunasema hivyo, kwa sababu hapo unaranda, mtu mwingine anaweza akageuka na kelebu, unanionaje mimi hapa, si ndio? Alafu baadaye inakuwa tena shida. Lakini pia nyingine anasema hivi, find a health outlet. Saa nyingine unaweza ukawa una changamoto, let's say wewe na workmate wako au na bosi wako au na mtu yoyote. Tunasema ukifanya mazoezi pia ni tiba ya kuondoa changamoto. Lakini pia call someone you trust. Sasa research zinaonyesha huko duniani kwamba kati ya wanawake na wanaume, sisi tuna shida sana kwenye hii sekta hapa ya kwenye kumanage hisia. Inawezekana labda kwa sababu ya mzigo tulionao mkubwa, lakini pia sisi tumeumbiwa kwamba tunaweza bwana, mimi naweza bwana. Wakina mama kwenye hii sehemu hapa hii ya kufind a health outlet wanaweza sana. Hapa ndo hadi kuna kulia hapa. Sema tujaandika. Unaenda chooni pale washroom unalia, halafu unajisafisha vizuri, unarudi kwenye dawati unaendelea na kazi. Lakini sasa hii si tunaweza wakina baba? Hapana. Lakini pia wakina mama wanaweza wakampigia simu, bwana, yani leo mimi nimevurugwa, bosi wangu sikafanya hivi, anaongea saa moja au nusu saa, tayari ameshapata therapy mwenzako. Huyo kesho asubuhi akija, sawa, anaweza akanuniana na bosi, lakini at least health wise yule amefanyaje? Amepunguza sumu tayari kwenye mwili. Sasa sisi bwana, naweza katoka hapa nikanyooka, kuna game ya Yanga naenda kuangalia pale, nikirudi nimelala, kesho tena tunasema tolerance level ipo bila kusema, lakini huwa tuna ile kusema napotezea. Kumbe una accumulate vitu, alafu ipo siku utakuja kubasti. Sasa kubasti kuna aina mbili. Unaweza ukabasti kwa maana ya kuanza kuumwa, au ukabasti kwa kumshika mtu shati. Unajua unakutana na mtu siku hiyo ni kakosa kadogo tu, au ameongea utani mdogo tu, ukashangaa jamaa kamshika shati, sika sawa. Hiyo ndo hapo ndo tunasema amebasti yeye. Ina maana kuna vitu amevifanyaje? Accumulate ndani yake ambao sio healthy. Kwa hiyo tunashauriwa kufind a health outlet, either kwa workout, kwa kufanya mazoezi, au kashike jembe kabisa, ulime, chukua shoka, kata kisiki. Ukitoka pale unakuwa umeuchosha mwili, kuna sumu unakuwa umepunguza. Lakini pia anasema see the big picture. Ana maana gani? Unajua see the big picture inaweza ikawa positive au negative. Mfano, mtu amekushika shati, mteja huyo amekuja na hasira zake. Wewe tukisema see the big picture, unaanza kuangalia effect, hivi huyu kanishika, haya nimempiga kibao, kumbe ana ugonjwa wake, kaanguka hapa, kazimia au kafariki, mimi naelekea wapi?
Shika, tunaelewana. Unaanza kuona, see the big picture. Leo haujatokea kazini. Aya, siku ya pili haujatokea kazini, umemjibu vibaya mkuu wako, au umepewa kazi haujafanya. See the big picture, consequence yake itakuwaje? Si utaanza kupewa barua ya onyo, si ndio? Utaweka at stake. Ukiweka at stake, then kule nyumbani kule unga na sukari itapeleka hela niitoe wapi? Sio kama unaelewana? Ukishaiona hiyo picture, then you have to calm down na kusema bwana, kazi yangu ndio utu wangu, ngoja nikomane na kazi. You understand? So in every perspective, see the big picture. And then anasema weigh pros and cons of the situation. Umeletewa kitu, changamoto mkononi mwako imetokea, then uangalie, je, faida na hasara ya kufanya A au B ikoje? Mfano, umeona wewe ndio uko sehemu ambao unatakiwa utoe resolution ya mirathi ya watu, si ndio? Unatakiwa play part yako wewe. Je, kama wewe kwa kusaidia ule upande ambao haujastahili, faida yake ni nini? And then what? Ukijiuliza maswali haya, faida na hasara ya hiki ninachotaka kukifanya, unakuwa upo kwenye wakati mzuri sana wa kufanya maamuzi sahihi. Lakini pia amesema replace negative thoughts and quit your mind. Kuna ile changamoto ya kwamba mtu anakurithisha hata adui. Ofisini tunavyo vitu yule si jamaa, huyu si rafiki yangu bwana. Huyu sasa kwa jamaa na yeye anataka, kwa sababu huyu ni rafiki wa huyu, kwa hiyo huyu ni adui yangu mimi, naye huyu anataka huyu naye adui yangu mimi. Do you understand? Why? Sasa wewe tunasema sasa, kwa sababu au wale watu ambao huyu kwenye kikao akija waga lazima anipinge. Wewe umepersonalize. Baada ya kusema hivi, je, mimi nikitoa hoja huwa anapinga hoja yangu? Kuna vitu viwili hapo tofauti. Mimi nikija kusema shehe bwana, na yeye pamoja na kusema hivyo, lakini haukupaswa kusema hivyo, ulitakiwa useme hivi hivi. Hapo mimi nimeanza kukriticize wewe personality. Lakini nikisema hoja yako ni nzuri, lakini kutokana na hiki 1 2 3 naona haitatufaa. Do you understand? Mtu wa design hiyo tunasema yuko sahihi sana, amekukriticize sahihi. Lakini sasa je, wewe uliopinga hoja yako, wewe unaipokeaje? Huyu jamaa bwana, kila mimi nikiongea huaga lazima anipinge. Do you understand? Hiyo ni negative thought, lakini kumbe wewe ulitakiwa ufikirie in a positive way. Pamoja na hayo, lakini alichokisema ni kitu fulani. Tuna wale watu ambao tulikorofishana na bosi somewhere, tulipishana, akukupa labda benefits ambao ulikuwa una expect or whatever. Sasa from there wewe bosi umeshamwekaga tu kwamba akisema huyu naye anasema nini bwana? Do you have that one? Yaani kwa huyu anasema nini bwana? Kumbe hata kasema kitu kizuri kina manufaa kwako wewe au manufaa ya taasisi, ila kwa sababu ni mtu fulani amesema, then inakuwa hicho kitu tena ni useless. Hiyo ndio tunasema negative thoughts. Lakini anasema pia acknowledge your emotional triggers. Once you name it, you can manage it. Sisi tunasema kama hivi, ukiweza kujua changamoto yako, yani ukiweza kujua changamoto yako, manake wewe unaweza kuimanage. Kwa sababu kwanza, ndio maana hata tukienda hospitali, bwana mimi naumwa, najisikia kichwa sijui kinafanyaje, nashindwa kulala usiku, nafanya nini? Daktari atakufanyaje? Atakupima kwanza ili ajue kinachokusibu. Then akishajua kinachokusibu tayari anaanza kutatua tatizo. Si ndio hicho hivyo? So tunasema hivi, kama wewe unaweza ukainame changamoto unayopitia, ukaisema, ukaijua, manake tayari wewe unaweza kuimanage. Shika tunaelewana? Bwana mimi changamoto yangu
nilikopa mikopo mingi, sasa hivi sikatiki. Wanacheza sana upana. Exactly. Sika tunaelewana. Tayari umeshaweza kuiname changamoto. Sasa ili nisikutane nayo changamoto nifanyeje? Then ndo a way out. Mimi bwana, changamoto yangu bwana, mimi nahonga sana. Do you understand? Tayari umesha iname. Alafu sasa a way sasa natakiwa nifanyeje ili nisionge? Sika tunaelewana. Mimi changamoto yangu bwana, nachelewa kazini sana. Mimi mtoro wa kazini. Then nifanyeje? So tunasema ukishaweza kuidentify your challenge, manake tayari wewe upo kwenye hatua ya kwanza ya kuanza kusolve hiyo tatizo lako. So name your challenges. Hata leo ukienda jioni, andika, anzia kwenye health wise, kwenye financial, kwenye emotion, si ndio? Mimi unaweza ukazi name zote, alafu tuna find a way out ya kutokea kwa kutumia hizi tips ambazo tunazo. Sasa basi kuna habits ambazo zinaweza kutusaidia sana kwenye kumanage hisia zetu kwenye maisha ya kila siku. Ya kwanza tunasema set boundaries. Weka mipaka. Weka mipaka. Jifunze kusema no, bwana hiki mimi hapana.